Allah, katika kumalizia hotuba yangu napenda nizungumzie katika jambo ambalo limetokea siku ya jana, lakini pia vile vile napenda kutoa tambihi katika jambo ambalo liko mbele yetu. Watukufu Islam, wote sisi ni mashahidi kwamba jana mtaani kulikuwa kuna nini, au tusiseme mtaani, dunia jana ilikuwa ina jambo gani? Kila mmoja anafahamu. Lakini cha ajabu, ibadallah, wako waislamu wameshiriki katika mambo hayo. Yuko muislamu anamuandaa mtoto, anampaka wanja binti yake ili tu akasherehekee sikukuu ya Christmas. Ibadallah, jambo hili halifai katika dini ya Uislamu, halipo. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akakujalia wewe Muislamu Eidain, ala wa hiya Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Allah tabaraka wa taala, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuona hivi akamwomba Allah tabaraka wa taala awajalie na Waislamu siku za kufurahi kama wanavyofurahi hao manaswara. Allah tabaraka wa taala akatujalia sisi Waislamu tukawa tuna idi mbili tu zinazotambulika kisheria ya Uislamu, ala wa hiya Eid al-Fitr, nayo ni Eid al-Fitr wa Eid al-Adha basi. Lakini unakuta Muislamu jana kasherehekea pamoja na makafiri, amekula nao pamoja, wamecheka pamoja. Unakuta Muislamu wengine ni maksudi wanajua, lakini wengine hawajui. Wale ambao hawajui Allah wasamehe, lakini kwa yule ambaye pia anajua kafanya kwa kuteleza, mtake Mola wako msamaha, kwani Allah anasamehe. Ili madhari wewe nia yako kwamba ya Rabbi sitorejea tena. Ibadallah, jambo la Christmas, unaposherehekea zile sikukuu hujui unafanya madhara gani. Unaposherehekea kwa manake wewe unawaunga mkono wale makafiri katika itikadi zao, katika sheria zao, katika mila zao na kila kitu ambacho wao wenyewe wanakiitakidi katika dini yao, wewe unawaunga mkono bila ya kujua, ama wengine wanajua. Tena kuna wengine wanafanya istiza. Mtu kabisa anapokea chakula na aliyakuwa anajua, alafu anapoambiwa, akhi, kwa nini unapokea chakula? Bwana, jirani yangu huyu atajisikiaje nikikataa chakula? Jirani atajisikiaje? Alqaida taqulu la ta'ata almakhluq fi ma'siyati alkhaliq. Qaida inasema ya kisheria, hakuna kumtii kiumbe pale unapojua unamuasi Muumba. Huwezi kumridhisha jirani ukamuudhi Mola wako aliyekumba. Hakadha qaidatu shar'iyya. Qaida inasema hivyo, usiseme jirani. Na kuna wengine kabisa mtu anakuambia, la chakula, kwani chakula kina uharamu gani bwana? Mimi siwezi kuacha wali bwana. Kwani wali una uharamu gani? Uharamu ni kusherehekea, lakini wali hauna uharamu. Wali tunakula bwana, mbona unataka kuharamisha vyakula? Ala, kama ungekuwa una hamu na chakula, sio ungewaambia Waislamu wakupeleke mgawani ukale? Ya nini upokee chakula cha watu? Ya nini ukimwambia mtu bwana nunulie chakula? Lakini licha ya hivyo, ni lazima wewe ule wali siku ile ya jana? Ni lazima, wakati sheria imekataza kuwaunga mkono kwa chochote. Hata kama ukiwa unauza, ukijua bidhaa hii ninayouza kwamba wewe unayemuuzia inaweza kwenda kuendesha jambo lake, basi sheria imekataza usimuuzie. Wala usinunue jambo ambalo kisheria unaonekana kana kwamba wewe unawaunga mkono. Lakini cha ajabu, min asafi shadid, wako Waislamu wamefanya hivyo. Wamewavalisha mabinti, wametoka vijana wao, wameenda kusherehekea. Ibadallah, Allah tabaraka wa taala na mtume wake wamekataza, na ndio maana wametuwekea mbadala wa idi mbili, Eid al-Adha na Eid al-Fitr. Lakini pia watukufu Islam, tunakumbushana pia mbele yetu kuna suala zima la mwaka mpya unakuja mbele yetu. Ni lazima tuambizane kwa wale ambao walikuwa hawajui, wameteleza katika siku ya jana, wakafanya makosa. Jitahidi, takasa nia yako,
Takasa nia yako kwamba Allah tabaraka wa taala, kwa linalokuja mimi natubia mbele yako. Uliwaandaa watoto wakaenda kusherehekea, lakini jitahidi ndani ya mwaka mpya usikubali mwanao watoke akaenda kusherehekea. Usikubali hivyo, kwani tunaona sisi watu wanachoma matairi mtaani, lakini mtokuta anachoma tairi kule kwamba anaitwa Joseph, kwamba anaitwa John. Ukimkamata kijana akachoma tairi, tunawaona vijana wanakuja kubebwa na mapira, wanapelekwa vituo vya polisi, lakini ukienda kuulizia nani? Shabani, nani? Juma, nani? Hao ndio wanaoleta fujo mtaani. Na ndio maana min asafi shadid, ukitaka kujua wengi katika watu Waislamu tunashiriki haya mambo kwa wingi mno. Peleleza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukitembea kwenye mabaa unakuta mabaa hayana watu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukitembea kwenye migahawa unakuta haina watu. Waislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, yuko Muislamu anamwogopa Allah mwezi wa Ramadhani tu, unakuta mabaa hayana watu. Ndipo utakapojua kumbe wanaokunywa pombe ni Waislamu, wanaochoma matairi mule, wanaoleta fujo ni Waislamu. Ni hawa watoto wetu, ni ndugu zetu, ndio wanaofanya mafujo mitaani. Ibadallah, ukijikuta unaye mtu ambaye unammiliki yuko chini ya mamlaka yako, jitahidi kujitoa katika dhima ya Allah tabaraka wa taala, kwani mbele ya Allah tabaraka wa taala utakuja kuulizwa. Warajulu ra'iya warajulu ra'i, mwanaume ni mchungaji kwa wale waliokuwa nao katika nyumba yake, kuanzia mkewe mpaka na watoto. Wewe ndiyo sheria inajua kwamba wewe ndiyo mchungaji wa hawa, ndiyo mwangalizi wa hawa. Sasa unaposema watoto mimi nimemwachia mama bwana, kwa hiyo kama mke wangu kawaruhusi bwana, mke wangu kwa mwaruhusu bwana, utajua na Mola wako, mtake msamaha Mola wako. La, si hivyo. Wewe ndiyo utakaye kuja kuulizwa, na wala hataulizwa mkeo. Mkeo atakuja kuwa na maswali mengine tu, lakini kwanza utaanza wewe, kwa sababu wewe ndio umembeba mama na mama ndio kazaa hao watoto. Kwa hiyo wewe, thumma la tusaluna yawma alqiyama, Waislamu tutakuja kuulizwa siku ya kiyama kuhusiana na haya. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin bifadli subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.